Bana You can't turn your phone. Bana kama hujafollow account hii hapa, fanya una follow bana. Nipo hapa kukupa uchambuzi wa mechi ya Yanga Afrika na Simba Sports Club. Yanga anaenda kwenye mechi akiwa ameshinda mara ya 6 mfululizo, yani mara 6 mfululizo, ambapo kipigo kikubwa Simba kupokea ni kipigo cha magoli 5-1. Huku katika hiyo michezo 6 Yanga amefunga magoli 12 akiwa ameruhusu magoli 2 tu. Hivyo ni kama ingekuwa ni mechi sasa baada ya michezo 6 hiyo inaweza ikawa 10-2. Yanga anaenda kwenye mechi akiwa na advantage ya kwamba wao ni kama favorite wa mchezo, ila haimaanishi kwamba anaenda kushinda mechi hii hapa. Anaenda kama favorite kwa sababu gani? Kwa sababu ya hiyo michezo 6 na hajabadilisha sana kikosi, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao walishiriki kwenye dabi kama 3 au 4 zilizopita, unamzungumzia kama Mudathir Yahya Abasi, Dickson Jobu, Pacome Zouzoua, Pedro na Djigui Diarra ni wachezaji ambao ni msingi wa dabi, bila kumsahau Maxim pia Nzengeli. Wachezaji karibia 6 na Ibrahim Baka nimemsahau, lakini ukiangalia hiyo ni kikosi ambacho kina uzoefu, akina maingizo mapya sana. Kwa hiyo wanaelewa nini maana huu mchezo wa Yanga Afrika na Simba unapokuwa. Wanajua baada ya mchezo nini kitatokea, stories za nje na ndani ya uwanja wanajua. Hivyo basi ni bonge moja la mechi, huku Simba wao wakiwa naamini katika dirisha dogo lililofanya. Simba wamefanya usajili mzuri sana kwenye dirisha dogo, wakiwa na ingizo la akina Anicet Oura, akina Loemba, wakina Libasa Gueye, bila kumsahau Alassane Kante ambaye alianza naye mwanzo wa msimu, na wamekuwa wakicheza vizuri sana mechi za hivi karibuni. Hata mechi yao ya mwisho na Dodoma Jiji, nadhani hata msemaji wa Yanga Afrika Ali Shahaban Kamwe alizungumza kwamba walicheza vizuri, na pale akuzungumza kiunafiki walikosa bahati tu Simba. Ukiangalia ile mechi Simba alifanya kila linalowezekana, lakini ndio mchezo, utafanyaje tena? Kwa mimi ukiniuliza bwana, kesho nani anaweza kampaswa mwenzie kimakaratasi, Yanga anaweza akawa iko juu, lakini mchezo utakuwa mgumu kutokana na jinsi Simba wanavyocheza kwa sasa hivi. Simba sasa anacheza kwa haraka zaidi, yuko sharp, ana wachezaji ambao wanakimbia sana uwanjani, huku Yanga unaweza kusema disadvantage yao mojawapo ni kwamba Yanga hawana namba 6. Yanga hawana namba 6 ambaye wakiwa wanamtumia michezo iliyopita alikuwa ni Aucho. Nadhani Aucho amewasaidia sana Yanga Afrika, ila kwa sasa hivi hakuna mchezaji ambaye anaweza akacheza pale namba 6 akafiti, akiwa na protect mabeki wake wakati wawili, ambapo ni Dickson Jobu na Baka. Lakini sasa hivi Pedro amekuwa na mfumo ambao inamfanya acheze hadi na mabeki watatu wakati. Kivipi? Ezra Mwenda kama unavyomjua ni mchezaji ambaye anacheza sana vizuri kulia, lakini mwalimu Pedro Gonçalves yeye sasa hivi anaweza kumchezesha Dickson Jobu kule kulia, huku katikati akiwa amemsimamisha Baka pamoja na Mwamnyeto. Mwamnyeto sasa hivi amekuwa na kiwango kizuri sana, ila huku kushoto kuna muda kama anataka kushambulia huwa anamtumia Mohamed Hussein, ila kama mechi yake ni kupaki basi utamwona anacheza na Shedrack Boka. Huku watu wengi wakiwa wanajiuliza, je, katika ushambuliaji vipi? Ni kama kawaida Yanga wataanza na washambuliaji wawili, ambapo nadhani ni Dube na Depp atakuwa anatumia wanasema double striker. Double striker lazima atatumia, lakini kuanzia kwa Pacome nje ni probability ambayo ipo. Nadhani kabisa mwalimu Pedro hii mechi ataanza akiwa na tempo ya chini, hivyo Pacome tusimtegemea kabisa, na kwa sababu hajacheza kabisa na hizi mechi mbili ni ngumu kabisa kwenda kuanza moja kwa moja kwenye mchezo wa dabi. Nadhani atakuwa anasoma mchezo nje huko akitokea sabu. Nategemea zaidi kuona viungo wengi wakati wa Yanga Afrika. Nitapenda kama wanavyosema wao kwamba ni Damaro Day. Nadhani Damaro ataanza hiyo mechi, ataanza Mudathir na ataanza Max. Lakini ukiangalia wachezaji wote hao watatu wana sifa au asili ya kudefense zaidi kuliko kufanyaje kushambulia. Hivyo basi ataanzisha timu ambayo itakuwa iko sana chini, huku Alonokela atakuwa anatokea pembeni na Dube atakuwa anatokea tena pembeni, huku kama kawaida Depu jili lao litakuwa linaanzia pale mbele. Hivyo basi mwalimu Pedro nadhani ataanza kwa mfumo wa kuzuia. Huku Simba wao wataanza na mchezo wa kushambulia as usual, kwa sababu Simba anataka sana huu mchezo ili kupunguza alama. Washatoa alama 5. Sidhani kama ataruhusu aende akaachwe
kwenye pointi 8. Maana akifungwa zinakuwa 8, akisare zinakuwa 5, na hata zikiwa 5 bado inakuwa ni hasara kwa Simba, kwa sababu Simba msimu anahitaji sana ubingwa, lakini kuacha gap la pointi 5 tayari ni makosa, lakini kuacha pointi 9 inakuwa ni makosa zaidi, ili Simba abaki kwenye title race. Na tunaijua ligi yetu ya Tanzania ilivyo. Yanga asipofungwa na Simba then ataenda atafungwa na timu gani? Unaanza kujiuliza. Azam ndio paka siku ya mke vizuri aende akamzuie. Na wewe unawaza Simba mwenyewe, inabidi umfungie Azam hiyo ambaye bado wewe mwenyewe hujacheza naye. Umeona jinsi ugumu unapokuja. Kwa hiyo ubingwa unaamuliwa na Kariakoo Derby. Ukiweza kumfunga mwenzio kwenye mechi 2, obviously wewe ni bingwa. Tunaangalia katika rekodi za msimu uliopita, Simba aliachwa kwa pointi 2 nadhani, na alipigwa nyumbani na ugenini. Umeona? Kwa hiyo alimpa alama 6 Yanga, ambapo angekaza tu hata mechi moja maana Simba angekuwa bingwa ule msimu. Kwa hiyo tunapozungumzia kwamba ili uwe champion inabidi umfunge mpinzani wako, inabidi ucheze hivyo. Na Simba nadhani kesho watakuwa na extra advantage ya kusema kwamba wao wanahitaji zaidi mchezo, hivyo ili washinde mechi inabidi kwanza wawe watulivu, waiende kama anda. Bana, kama follow hii account bana, follow. Na mimi ni mwisho wa uchambuzi wa mechi hapa ya tani Simba na Yanga. Wewe kwenye comment hapo unaweza kutuambia hapo chini nani atambutua mwenzie. Mimi ukiniambia kila mmoja anawait sawa huu mchezo, ila kimapenzi kabisa sina timu ambayo inaweza nikaipa moja kwa moja, kwa sababu dabi imekuwa mchezo ambao sio kutabirika sana. Tutakutana hapa baada ya huo mchezo na tuangalie kwa umakini, je, nani kashinda?